truth of God, which is the Bible. Now the other is the source of men. The truth of God, the Bible, and the source of men. Mungu amepeana haya mambo mawili ambayo ni muhimu sana kwa wale ambao wanasimama mbele kuleta ujumbe wake kwa watu wake. This morning I think I won't be able to go through the whole message. I'll shorten it a little bit just to fit into the minutes I have. God's glory and glorifying Him. God's glory and glorifying God. That is the topic, but it's the main topic with some sub hapo chini, but I'll try my best to give you what I can, and then maybe kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu some other time I'll finish up. The glory of God, or God's glory. Utukufu wa Mungu, udheu mutisu wa Ngai. There are two aspects of it's twofold. Kuna ule utukufu wa Mungu ambao ni wake mwenyewe. There is that, it's known as slightly neno la Kiingereza ni intrinsic glory of God. Intrinsic glory. Ile ambayo alisema utukufu wangu mimi sitashare na mtu mwingine. If you read the book of, you can read that one for us. Isaiah chapter 48, verse 9 and verse 11. Unaweza kusoma hiyo tafadhali. Or just briefly because of time. Particularly verse 11. Mimi naongea habari ya utukufu or the glory of God. You are not there, Isaiah chapter 48 and verse verse 9 and verse 11. I'm there. From verse 9, for my name's sake will I will I defer my anger, and for my praise will I restrain. It is for you that I cut you not off. Mungu anasema ni kwa ajili ya neno lake, kwa ajili ya jina lake hata atajizuia kule kusirika kwake kwa ajili yako ama kwa ajili yangu ama kwa ajili yetu. For my own sake will I do it. For how should my name be profaned? And that is the important part I wanted to get to. And I will not give my glory to another. That is the intrinsic glory of God. Then, okay, there is the sun. Kama naweza kuwapa mfano, the sun kama body kuna ule mwangaza wake ambao the sun has, ama jua liko nao. The original ile ambao haiwezi kubadilika na haiwezi kuharibika na haiwezi and that is how God is. There is that glory he has. Ile glory ilimfanya mwambie Moses usikaribie hapa. Ile glory ambayo mchungaji amekuwa akituambia mwanzo, in the beginning. Ile glory ambayo ukiangalia wimbo number 1 nasema tuikutaiya Ngai katika nyimbo za Kikamba. Tuikutaiya, we give you the glory. Ile glory ambayo ilionekana katika msalaba
That glory is intrinsic glory. Na Mungu hiyo hawezi kushare na kitu chochote. And then number 2, there is ascribed glory. Ascribed glory is ni kile tumesoma katika somo la kwanza. Glory ambayo viumbe wake wanampa ama wanajishughulisha kumpa. We have read about the sea, the stars, the miti, watu, everything. Even the instruments we have here. Vitu vyote ambavyo vinajitoa kumtukuza Mungu. That glory is ascribed glory. Na hiyo, you know, when we talk of glory, tunasema wakati tukisema nikiyo hapa tukaratasi mniandikie what to glorify God means. Most people wataandika tu ni kuimba, I think there are so many aspects of glorifying God. Na kidogo tu ikipatikana muda tagusia kidogo tu a few of the ways of glorifying God. Yesu alisema katika kitabu cha John 8:50, I am not seeking my own glory. Sitafuti utukufu wangu, natafuta utukufu wa Baba. In fact, at the very end, the same book, John 17:4, anasema, I have glorified your name among your people on earth. I have glorified your name on earth. Man's chief end ni kama twofold, ni mambo mawili. To glorify God and to enjoy Him forever. To glorify God and to enjoy Him forever. To glorify God is a one subject. To enjoy Him forever ni kama vile tu tunaona ni kukaa na that kind of kule kufurahia umuhimu wa kufa kwa Yesu msalabani, kule kumfurahia Mungu kwa vile yeye alivyo. Acha kusoma, if you read chapter 29 of Psalm, chapters 96 and 97, 96 and 97 ni kama 96 particularly kama vile tumesoma in 1 Chronicles chapter 16 verse 24 to 35. Inahusu tu ascribe glory, vile viumbe, vile miti, vile the sea, vile even the rainbow, even the earthquakes, even mention anything, the fields, wanamtukuza Mungu. Why should we praise God? Kwa nini tumtukuze Mungu? Kuna mambo kama manne ambayo yanatufanya tumtukuze Mungu. In fact, nitaruka kidogo pale kukwambia tu where what things contain ule utukufu wa Mungu, the glory of God. But if I can just mention in passing, ni kwamba tupate ku-appreciate. It's not to appreciate, we want to appreciate ule ukuu wa Mungu. Ya pili, we adore God. By adoring God, we glorify Him. By appreciating God, we glorify Him. By our affection towards God, kule kumpenda, we glorify God. And then by subjection ni dedication ama kujitolea and service. Kujitolea and service. Glorifying God is contained in those things. It is contained iko katika haya mambo manne. Lazima tumkubali Mungu na kwa ukuu wake. In fact, when I was reading nikitakuwa kitabu, nimeona kuna jina, I don't know, you see kama you've been aware of that name, a name given to God. Chapter 28 of Deuteronomy verse 58,
kuna jina la Mungu pale ambalo hatujazoea. Let me give you that, read for you that one. Na kama unaweza fika pa, no, I'm already there. Chapter, almost there. 28 verse 58. If you will not observe to do all the words of this law that are written in this book, that you may fear this glorious and fearful name. That name now is the one I was talking about, the Lord thy God. Na nimesoma nikaona katika Kiswahili ni Yehova Mungu wako. Katika kama nimeona ni Yehova ngai wako. And you see how narrow it's coming. Aitu Mungu Yehova, the Lord, your God in plural. Say Kikamba is more specific. Let me specific. Nasema Yehova ngai wako, ngai wewe. Nuru ni ngai wako. If you not the Lord your God, kama one name. Nafikiri kuna one of the ladies akiomba, ndiye nimesikia akiomba in that manner. I think it's a sponsor of youth. Anasema wakati anaomba unasikia akisema Yehova ngai wako. No, Yehova ngai wako is one word. Nimegundua Yehova ngai wako is, Yehova or the Lord thy God should be one word. The Lord thy God usema God. The Lord thy God usema nani mengine usema Eloi, I don't know.